Shalom. Tunapokumbuka kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo kama waamini, kama muamini mmoja mmoja, tunakumbuka ushindi. Hatukumbuki huzuni yoyote, kwa sababu yeye aliyachukua masikitiko yetu. Biblia inasema yeye alichukua huzuni zetu, yeye alichukua dhambi zetu pale msalabani. Ukisoma vitabu vya Injili utaelewa kwamba kifo cha Yesu kilibeba mambo mengi kwa ajili ya sisi wanadamu, ila jambo lililokuu ni upatanisho kati yetu na Mungu. Ndio maana Marko 15:38 anasema, tazama ile pazia la hekalu likapasuka vipande vipande, the temple veil. Kwa ile kitendo cha pazia ilikuwa ni kizingiti kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa wanadamu tulikuwa hatuna uwezo wa kwenda mbele za Mungu isipokuwa kwa kuwakilishwa na wale makuhani ambao kusoma Agano la Kale walikuwa wanajitakasa ili kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya kutuwakilisha. Lakini lile pazia lilivyopasuka, kila mmoja anayempokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake anayo neema, anacho kibali cha kwenda mbele za Mungu binafsi, pasipo kuhesabiwa dhambi, pasipo kujihesabia makosa. Ndio maana neno la Mungu kwenye Warumi 3 ukianza mstari wa 22 utapata concept kubwa, lakini tunaanzia 25 nasema, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Yesu kwa njia ya imani alizichukua dhambi zetu zote na akatuwekea upatanisho na Mungu. Kwa hiyo unapompokea Kristo umejiweka katika kuhesabiwa wewe ni mwana wa Mungu ndani ya maisha yako, ndani ya uzao wako na ndani ya umilele wa maisha yako. Lakini pasipokuwa na Kristo ndani ya moyo wako, hakuna upatanisho kati ya Mungu na wewe. Bado unakuwa umebeba zile dhambi ambazo baba yetu alitangulia kuzifanya Adam, na zikaendelea vizazi hata vizazi hadi kuja kwa Kristo ambaye ni Mungu mwana aliyevaa mwili kuja duniani kuishi. Ile damu yake iliyomwagika pale msalabani ilikuwa inalipa damu za kafara, za dhabihu zilizokuwa zinatolewa kwa namna ya Agano la Kale kwa ajili ya utakaso. Kwa hakuna gharama nyingine tena inalipo kwa ajili ya kutakaswa dhambi zetu isipokuwa ile damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani peke yake ndio inatosha. Mpendo unayenisikia, kwa kifupi sana, haijalishi unajihesabia dhambi kiasi gani au unahukumu ndani ya moyo wako kiasi gani, haijalishi historia ya maisha yenu yako, haijalishi jana ulifanya nini, ila sahi unapompokea Kristo, unapomwamini na kumpokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kuamini kwamba alikufa na akafufuka siku ya tatu na yeye ni mwana wa Mungu, ndani ya maisha yako unapokea hiyo haki ya kuwa